Kaira akamfuata. Naona unasoma kitabu ambacho mimi nishasoma na kukimaliza. Kwa hiyo kama umesoma na kukimaliza, naweza nikakusimulia nini ambacho kili happen. Nani amekwambia mimi nahitaji kusimuliwa? Na kusimulia tu. Inaonekana unahitaji urafiki, si ndio? Na kama unataka urafiki na mimi, ni kitu ambacho kiwezekani kwa sababu mimi sitengezaji urafiki na maskini. Okay, basi hakuna shida. Toka zako hapo. Basi bidada akawa anajichenga pale taratibu. Sikia nikwambie kitu kabla hujaondoka. Wakati mwingine kabla hujanisogelea, hakikisha kwamba umeoga, maana unanuka kweli. Okay, hakuna shida. Bidada akawa anajichenga. Subiri tena. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hayo mango yako ya kipumbavu uache kuyavaa mbele yangu kwa sababu yananitibua. Kivipi? Nimeshasema yananitibua. Toka zako hapa. Maskini mchafu. Alafu bidada akaendelea kusoma zake kitabu pale. Wewe, yani huyu bidada anadharau kinoma noma. Wakati mwingine tunakutana na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Hilal na alikuwa kitoka zake chuo na kabidada Janet kakao anamfuata, jamani Hilal, jamani tafadhali nilikuwa naomba tuweze kuzungumza lau dakika moja tu. Akamsogelea mshikaji, mbona nilikwambia usinisumbue? Mimi nilikwambia sitaki ukaribu kabisa na wewe. Tafadhali, mimi nakupenda kweli Hilal. Mimi siwezi kuwa na mapenzi na wewe. Labda urafiki kidogo, lakini sio rafiki wa karibu sana. Hapana Hilal, mimi nakupenda, siwezi ishi bila wewe. Na kitumbua changu mimi na kitunzaga kwa ajili yako, najua. Sawa, lakini mimi siwezi kuwa na wewe, yani siwezi kuwa na wewe hata mara moja kwa sababu sio mwanamke ambaye nakupenda. Tafadhali jamani Hilali wewe. Mshikaji akawa anajichenga pale, hamhitaji huyu mtoto wa kike hata kidogo. Basi mwamba akawa anapanda ndinga, cheki ndinga. Yani ni ndinga kifahari, kinoma noma jamani, na mimi genius nimiliki ndinga. Jamani mashabiki zangu simnichangie hela na mimi nimiliki ndinga. 5,500 tu mkinichangia mashabiki zangu zaidi ya 100,000. Mbona nanunua hii gari? Basi bana, wakati mwingine tunamwona mshikaji alikuwa zake njiani anaendelea kutembea. Ghafla akamwona mrembo hapo. Samani mrembo, nilikuwa naomba walau dakika moja tuweze kuzungumza. Mimi sipendi kuzungumza na watu kama wale. Bidada akawa anajichenga. Mtoto mrembo huyu. Yaani mshikaji kijumla alivutiwa na huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kaira. Huyu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Hilal ni mtu ambaye anapendwa sana na Janet, lakini yeye kajikuta amempenda huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kaira. Wakati mwingine Madha alikuwa akiingia zake sebleni hapa. Unafanya nini hapo? Yaani umekalia makochi yangu ya thamani na uchafu wako huo. Simama hapa. Ondoka la kiwezekanavyo. Na ni marufuku kapo. Nilikuwa naangalia zangu TV. Unaangalia TV kwenye makochi yangu mimi. Unaona sehemu zingine za kukaa zaidi hapa. Samani. Simama hapo, ondoka hapo. Alafu akawa anamuita Madha yake na huyu bidada. Uko wapi wewe Madha? Njoo chap hapo kwa sababu mwanao analeta matatizo. Basi bishangazi akatimba. Unamwona mwanao? Hivi hujamwelekeza? Hujamwambia kwamba maskini wale usiku kukaa kwenye makochi yangu ya kitajiri? Kweli mwanangu, yani hatutakiwi kabisa kukaa kwenye makochi ya tajiri. Samani mwanangu. Hakuna cha samani. Tokeni nje. Na nawapa onyo. Tunatoka mama, tunatoka. Wala usijari. Njoo chap bana, acha kuzingua. Basi huwezi kuamini kwamba wakawa wanajichenga pale taratibu, lakini kwa hichi kitendo ni kwamba bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kaira hajapenda kwa sababu huu ni ubaguzi. Kwa sababu wao ni maskini ndo askalie makochi ya kitajiri. Kwa sababu wao wana pesa. Kwa sababu wao ni wafanyakazi wa ndani. Hiyo haijakaa sawa mama. Yani hiyo haijakaa sawa hata kidogo. Bidada alikuwa akilia kwa sababu hapendi haya manyanyaso ambayo yanatokea humu ndani. Na ni mabinti wengi wa kazi huwa wanapitia sana haya manyanyaso. Mungu awasaidie kwa kweli. Ipo siku moja na nyinyi mtapata pesa nyingi na nyinyi mtakuwa matajiri kama wengine, kwa sababu unaambiwa hivi, ukimuita Mungu naye pia atakuitikia. Kikubwa tu hakikisha kwamba unamuomba kwa dhati zaidi. Wakati mwingine tunamwona bidada alikuwa akizama zake ndina hapa na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Hilal alimuona kwamba kumbe ndo anakaa hapa. Basi bingo, huwezi kuamini kwamba mshikaji alizama mpaka ndina kwa kina Janet na kaja kuonana na mamake Janet. Shikamoo mama. Malaba, nasikia kwamba ulikuwa ukihitaji kuzungumza na mimi. Yes, mimi ni mtoto wa Senator Edward. Yani manake Senator ni governor wa jimbo. So huyu mshikaji babake ni governor. So Madha alimkaribisha kwa uzuri kabisa kwa sababu akajua huyu ni mtoto wa mtu mkubwa. Niambie, maana najua ujio wako lazima kuna kitu ambacho kimekufanya uje hapa. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji akamwambia, nilikuwa na shida kuongea na binti yako kama utojari. Maana nimejaribu kuweza kumuongelesha yeye, ameniignore kabisa. Yani hajataka kabisa kunisikiliza. Wala usijali, hilo jambo dogo kweli, lakini ametoka. Mbona mimi nimemwona alikuwa akiingia hapa ndani na so muda mrefu nimemuona akiingia hapa, ndo na mimi nikaamua kuja. Unahakika umemwona? Yes, nimemwona kabisa, ni yeye nilimwona anaingia hapa ndani. So nilikuwa naomba niweze kuzungumza naye. Basi bishangaza akasema, wao, mimi nadhani itakuwa labda amerudi, labda amepumzika, hajaniambia jambo lolote. Mimi nadhani uje kwa wakati mwingine au sio? Basi mshikaji akasema hakuna shida, ni apecha lolo. So akawa ameelewana kwamba mshikaji kitu ambacho anatakiwa kukifanya ni kwamba aje kwa wakati mwingine ndo atapata nafasi ya kuzungumza na mtoto kike. Lakini bishangazi alikuwa hajaelewa. Kumbe mshikaji anamzungumzia Kaira, yake akajua
mshikaji anamzungumzia Janet. Wakati mwingine Janet akamfuata mshikaji pale, "Oh jamani Hilal, tafadhali nilikuwa naomba uweze kunipatia lift kwa sababu gari yangu ina shida kidogo." Lakini mshikaji kama unavyojua ni kwamba huwa hapendi kutengeneza karibu na huyo mtoto wa kike. Lakini kwa kuwa ni lift tu, akamwambia hakuna shida tu, mimi lift nakupatia, so unaweza ukazama ndani ya ndinga yangu. Basi bidada alifurahi kinoma noma, kwa mara ya kwanza anapata bahati ya kuweza kuingia kwenye gari ya kifahari ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Hilal. Na mshikaji taratibu akaanza kumpeleka mtoto wa kike mpaka nyumbani. Lakini cha ajabu anashangaa ni kwenye nyumba ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kaira. Unataka kuniambia hapa ndo nyumbani kwenu? Yani hapa ndo ambapo wewe unakaa ndo nyumbani kwenu? Yes, hapa ndo nyumbani. Hii nyumba mimi naijua, yani mimi nishawahi kuja hapa kabla, na kuna mtoto wa kike anakaa humu ndani na sijui kama unamjua. Unamzungumzia Kaira? Yani unamzungumzia Kaira? Jana simjui, ila namuonaga tu, nilimuona siku moja, nilizungumza naye, lakini mwisho wa siku hakutaka kunisikiliza. Basi hakuna shida, nadhani Kaira ndio nilikuwa naomba niweze kuzungumza naye, sinaweza nikaja ndani. Bado akafikiria mbona kama ni kipengele, tafadhali nilikuwa naomba tuongozane wote nikaonane naye. Hapana, labda kwa baadaye, yani kwa baadaye, ukija baadaye, yani kila kitu kitakuwa apecha lolo. Basi hakuna shida, mimi nitakuja baadaye. Basi bidada akasema no problem, alafu akawa na shuka zake kwenye ndinga. Ni kwamba mshikaji anaweza kumuona bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kaira. Bidada alifika ndani kwa asili kinoma noma. "Kaira, uko wapi? Kaira, njoo hapa takataka, maskini mkubwa wewe. Yani kwa maana hiyo umeamua kunichukulia mpaka boyfriend wangu, si ndio? Umemchukua mwanaume wangu wewe, si ndio? Umeanza kunichukulia wanaume, si ndio?" "Hapana, mimi sijachukua mwanaume yoyote mimi." Unaniletea ubishi, si ndio? Unajisaulisha, hakuna mwanaume ambaye ulionana naye wewe. Unajifanya unakumbuka. Lakini sikutaka kuongea naye. Sasa nikwambie kitu kimoja, kaa mbali na yule mwanaume kwa sababu sio type yako. Yes, lakini hata mimi pia simtaki, yani maana yeye pia sio type yangu. Ndio hivyo, kaa mbali naye kwa sababu wewe ni maskini tu na mama yako pia ni maskini. Alafu inaonekana malaya anakufundisha mama yako, na kaa mbali na mwanaume wangu. Unamuita mamangu malaya? Labda wewe na mama yako ndo malaya. Kaa mbali na mamangu, na hata siku moja usije kunitukana hivyo. Unanitukana, kapigwa kofi pale. Bidule karudisha. Mama Katimba, unanipigia mwanangu naye kofi pale. Mwanangu vipi? Uko mzima? Hajakuumiza? Ameniumiza mama, ameningoa jino, ameningoa bandama, ameningoa mashavu. Basi Mother Katimba pale, jamani, tulia mwanangu, useme jambo lolote. Huwezi kuamini kwa mama yake na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kaira alinyuka goti na kuanza kumwombea msamaha mtoto wake, kwa sababu alikuwa anajua kinachofuata hapa ni kwamba ni lazima atimuliwe na kazi afukuzwe. Na bishangazi aliweza kumwambia kwamba yani kwa hatua ni lazima mwanao ajichenge humu ndani na ni lazima ukose kazi. Bishangazi alikuwa akiomba radhi, jamani, tunaomba tusamee jamani. Bidada aliondoka kwa sababu